Vipi unaonaje haya maisha ya sasa? Maisha ya sasa kikweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Maana haya maisha tuliokuwa nayo sasa hivi tofauti na yale nyuma. Ni kweli. Ila mke wangu, unakumbuka kwamba kuna kipindi tulipitia maisha magumu sana. Alafu nilikusii sana kwamba kuwa mvumilivu. Na ni kweli tulipitia vikwazo vingi sana. Mpaka sasa imefikia wakati kweli uvumilivu wetu umetufanya tufike hapa. Angalau Mwenyezi Mungu ametujalia tunatazamika hapa usoni sasa. Mume wangu. Nilihitaji nimwagize maji. Asha. Hapana. Kuhusu maji, ngoja mimi nikakufuatia. Itakuwaje wewe upate maji wakati mfanyakazi yupo bwana? Wewe ndo mama mjengo hapa. Mfanyakazi yupo. Ya nini kujisumbusha? Usisumbuke bwana. Mfanyakazi. Mume wangu, nilikwambiaga tangia hapa Asha anafika hapa ndani. Asha tutaishi naye, sio kama mfanyakazi. Hivyo basi, ngoja mimi nikakufuatia maji ili nikuletee. Sawa mama. Basi jamani. Wakati mwingine mke wangu unazidi bwana. Wewe jisumbue wakati mfanyakazi yupo bwana. Ngoja bwana mmoja. Sawa. Nenda kanichukulie. Sawa mama. Sawa nenda. Nafikia wakati tena. Subia bibi bwana. Asante mke wangu. Hivi mke wangu, sasa maji umeshaleta, labda nataka juisi sasa. Kuhusu hiyo nenda pia ukuchukulia. Ndio yale niliyoyakataa. Nisakuwa nakusumbua mara kwa mara umeenda, mara umerudi, mara umeenda, mara umerudi. Ndio maana nikakwambia alete yule. Hapana mume wangu. Hilo pia ni jukumu langu. Wala sio nafanya kazi. Haina shida. I love you. I love you. Wow. Wewe. Umelala mchana wote huko? Nimeshiba ndo maana. Kweli ndo maana usingizi unatoka. Maana ungekuwa na njaa, kwa usingizi usingetoka. Alafu sister, kwani Gada alikufuata kukuuliza kitu chochote kile? Kuniuliza kitu chochote? Hapana. Hajaniuliza kitu chochote. Una hakika? Na uhakika ndio maana nikakujibu hivyo. Vipi kwani? Inawezekana akawa bado hajalifanyia kazi. Hajalifanyia kazi? Kuna jambo nimuelekeza sasa. Nilijua labda amekufika kwa kuulizia. Kwa kuwa hajakuulizia basi hajaanza kulifanyia kazi. Sawa. Alafu unajua wewe na Gado, kuhusu matani yenu sasa hivi inabidi upunguze.
Maana namtania gado mpaka shemeji yako sasa hivi sasa anakasirika. Anaona namuonea mdogo wake. Lakini yule si mume wangu, kwa hiyo napaswa kumtania. Sawa, yule ndio mume wako. Ila utani umepita kiwango sasa. Inabidi upunguze. Afu ukae ukijua ndani sisi tumeolewa tu. Hiyo sister kaolewa tu, hiyo itoe. Sawa, usiseme tumeolewa. Sema wewe umeolewa. Sawa, ndio mimi hapa nimeolewa. Kwani mimi namhitaji? Si mumeo? Na wewe? Mume wangu. Sasa kwa akili yako unaionaje? Si wote si yule wote sasa mume wetu. Hizo sister za lao sasa unazozileta. Kwa hiyo yani ila sema somba Kwa hiyo utani inabidi upunguze kwa gado. Yule rafiki yangu kama tabu. Yaani yule sasa hivi tumeshaamba kwenye umwamu, tumeingia kama urafiki. Sawa, ndio yule kama rafiki yako. Na yeye atakuelewa kama rafiki yako. Ila utani tena huko unapoendea. Sio mzuri. Wala sawa. Sijui kama unarudia ugali wako na shida. Sawa, wewe pumzika. Sitaki kuniamsha, na akija gado mwambie kabisa asiniamshe, sitaki shobo sasa hivi. Atanielewa kwa nini nikwambia sikuamshi. Mwambie tu mwenye atake amesema usiamshe. Sitaki shobo na. Nitajaribu kumwelewesha. Hivi nataka nikuulize swali. Hivi wewe mundani kama nani? Waziri Mkuu. Kwa sababu nakuona unatamba sana mara huku unamwagilika nyumba kama yako vile. Sasa habari za kusema kama unakuwa unakosea, nimeshakwambia akishatoka mwamu mimi nitafuata huko mjengoni ni kuongoza. Yaani akitoka blaza ionekane uje wewe sio mimi mundani. Sasa wewe hivyo unakumbuka kwamba kama dada yako anachika na wewe unabeba begi unanisaidia dada yako kuondoka. Una wewe. Sikia. Unajua brother wako alimkuta kwenye nyumba ya kupanga kadona anaweka chini. Kwa hiyo poko unaliona ile jengo liko hivi, mazingira yako hivi, sister kuna share yake huko ndani. We. Kwa hiyo ukisikia mimi nachomoka hapo hayo mawili kwa sasa hivi 50 kwa 50. Kwa hiyo inawezekana sisi tulikuwa kurudi nyinyi ama nyinyi mkaturudi sisi. Kwa hiyo uweze jua nani ambaye anaweza kashika nafasi ya mzee. 50 kwa 50. Unauliza nini sasa? Alafu sasa uone kama mazingira ya kupendwa huko ndani anaopendwa nani? Pija kujifuatilia tu. Yaani onekane brother kupendea kuliko mimi. Hamna, ndio. Wewe ukitaka mimi ndo kontawa mundani. Sawa, wewe kontawa ila mimi waziri mkuu, baada ya rais nafika mimi. Ngoja tuone. Yaani wewe siku moja tutakuwa unapita na mabegi unamsaidia dada yako. Mimi ndo nakwambia. Yaani mimi? Ile wewe jiandae siku yote na muda wote tunaweza nikamshawishi sister nini akaleweshwa mwamu. Wewe kunguni ukatoka, maisha mengine yakaendelea. Utaniachapa hapa, naendelea kula bata kwa blaza. Sasa tutaona kama ndio hivyo. Na kwanza hata ukiondoka mimi sitaki hata simu unipigie yani. Mimi nitaondoka kama hiyo ndio changamoto sana. Yaani sahau ndugu yangu. Ngoja tuone, umesema usini kwa msini? Hivi. Naam. Samahani njoo mara. Wewe. Nini sasa? Wewe umesikia yale alivyoita? Aliyoita ndo naoelekea. Pia umesikia wako vibovu. Eti, Asha, mwita nani? Nimemwita V. Eti, kama tena. Mwende. Sasa kisha nyoka kwa bwana. Ipo maana nichukuliane.
Sasa mimi naenda huko patenda kuelewa vizuri. Alikuwa anakuita shemeji yule pale. Mama. Bwana. Mwamu. Mwamu. Mwamu huyo. Mwamu. Mwamu. Nimekuita, nina maswali nahitaji nikuulize. Na maswali yangu nahitaji unijibu ipasavyo. Haina shida, wewe uliza. Hivi Mwamu, huyu binti tunaoishi naye humu ndani, wewe unamfahamu vipi? Mimi nakufahamu kama ulivyoelekezwa. Mwamu, acha kunijibu kijeuri. Unajua nakuuliza hivi na kuona kabisa kuwa Mwamu, kwa nini unakuwa na shobo naye sana huyu binti? Unajua Mwamu, mpaka tu sasa hivi sijaelewa unamaanisha nini. Naona unazunguka. Ingia kwenye mada kuu. Mwamu, yaani huyu binti humu ndani tangu afike umekuwa yani una kiherehere sana. Mpaka nashindwa yani kujua kwamba nini ambacho yani kusudi lako haswa ni nini. Imekuwa sasa kwamba akienda kufua upo naye. Anaenda kuosha vyombo na wewe upo naye. Hivi hapo papo vipi? Sasa Mwamu, yule nimeelekezwa ni sister yangu. Kwa hiyo kuna vitu vidogo ambavyo viko ndani ya uwezo wangu inapaswa nimsaidie. Kwa hiyo kuosha vyombo, labda kudeki, kumsaidia kupika, mimi nakwambia wala havina shida, ni jambo tu la kawaida. Hivi Mwamu, wewe unanichukulia mimi sina akili timamu, si ndio? Hivi nikuulize swali jingine Mwamu. Kwa nini kabla ya kuingia huyu binti humu ndani, dada yako ulikuwa umsaidii kazi wewe? Baba alichekesha sana. Unajua sister ananipenda sana mdogo wake. Kwa muda mwingi apendi mimi niteseke. Na ndio maana hata nilitaka kumsaidia kazi ndogo labda kudeki, anakuambia tena nao nitafanya. Kwenda kumsaidia labda kuteka maji, tena nao mimi nitafanya. Na ndio maana nikawa sifanyi kazi. Kwa hiyo huyu nimemwambia, karizika mwenyewe, amesema haina shida, ndio maana namsaidia. Unajua wewe usinifanya mimi akili sina. Mimi sio mtoto mdogo. Sijui unanisikia Mwamu? Mwamu, huyu msichana ni mtoto wa watu. Sijui unanisikia? Huyu msichana ni mtoto wa watu, na mimi ninapokuita kuelekeza masuala kama haya, mimi ni mtu mzima na akili zangu ninafahamu. Sasa wewe utaniharibia, huyu msichana utaniharibia huko ndani. Hapa kuna jambo ambalo linaendelea. Kivyote kuna kitu ambacho kinaendelea. Sasa chunga, utamharibu mtoto wa watu. Sijui unanisikia? Utaniharibia. Huyu ni mtoto wa watu, utaniharibia msichana. Wewe una shida gani? Mbona tuvimbia sura tu hivyo? Vipi? Wewe una shida gani wewe? Bwana, achana naye, atalitoa kwenye kii. Mwamu, kwa maneno ambayo umeniambia na kwa msisitizo ambao umenisisitiza, hapa sio bure. Hapa kuna kitu. Kitu? Kitu gani? Mimi sifahamu. Ila sema nini Mwamu? Kwa makini sana. Maana sister akija kujua ni hatari kwa afya yako. Yaani wewe Mwamu, humu ndani lazima uame. Yaani kwa mazingira ambayo unaniletea mimi humu ndani, sikuelewi kabisa. Yaani watu tunahitaji na sisi tupige chapuo, alafu naye analeta show.
lazima ahame. Asha. Vipi? Safi. Samani? Bila samani ndugu yangu. Sio kama nakuhisi vibaya. Hapana. Ila unajua wanaume ndo wanaume tu. Hivi shemeji hapa ikwambia swala yote kuhusiana na mapenzi. Tafadhali, kaa naye mbali. Dada, mbona mimi sina mambo hayo? Na ndio maana nikaanza kutanguliza samani ndugu wangu. Na unajua siku zote wanaume ndio wanaume tu. Alafu isitoshe shemeji yangu ananiheshimu sana. Najua. Na ndio maana nikatanguliza kauli wanaume ndio wanaume. Basi sawa dadangu, mimi nimekuelewa. Sawa. Mimi niko tangu chumbani. Naenda kupumzika. Sawa. Dada. Abe. Vipi supu nguletee? Kuhusu supu? Hapana. Nitakula tu baadaye. Sawa. Baba. Naam. Mimi nimekuita hapa. Kuna kitu bado nataka tuzungumze. Nikaona sio vyema nikute dada zangu nikwambie. Kuhusu dada wa kazi. Mimi tangia nilipo siku ya kwanza kumuona. Nilivutiwa kumpenda. Lakini kashindwa nitaanzaje. Nikaona sio vyema ambayo nimekuita wewe kama msaada wangu unisaidie. Unifanyie mipango. Mdogo wangu, unajua umetoka huko na ukaja kukaa hapo, mimi nikajua kwamba una jambo la maana kabisa la kunieleza mimi kutoka hapo. Lakini unaonekana mdogo wangu una tamaa. Sasa na tamaa mimi. Ni kweli wewe una tamaa.